Sasa tuangalie ni sababu gani ambazo zinaweza zikamfanya mwanamke awe mgumba. Sasa hapa tuna vitu viwili. Tuna sababu sababishi na tuna sababu hatarishi. Sababu hatarishi ni zile sababu ambazo mwanamke anaweza akawa nazo halafu aidha zikamfanya awe mgumba au asiwe mgumba. Lakini sababu sababishi ni zile sababu ambazo mwanamke akiwa nazo lazima atakuwa ni mgumba mwanamke huyo. Sasa nikianza na hizi sababu hatarishi ambazo nimesema kwamba sababu hizi zinaweza zikampelekea mwanamke aidha akawa mgumba au asiwe. Nasema hivyo kwa sababu hizi mmoja anaweza akawa nazo na asiwe mgumba, lakini mwingine akawa mgumba. Hii inakuwa inategemea na vitu tofauti tofauti, ikiwemo genetic makeup ya mwanamke mwenyewe, lakini pia kinga yake ya mwili kwa maana body immunity, mbali na hivyo lifestyle ya mtu mwenyewe. Kwa hiyo hivi vitu vinakuwa vinamtofautisha mwanamke mmoja na mwanamke mwingine katika kupata hii shida ya ugumba. Sasa nikianza na sababu hatarishi. Sababu hatarishi ya kwanza kabisa tunasema kwamba ni utumiaji wa madawa. Utumiaji wa madawa ya kulevya ikiwemo tumbaku pamoja na bangi. Hivi vitu au haya madawa yanasababisha kuna uzalishwaji mdogo wa homoni katika mwili wa mwanamke. Homoni hizi nazozungumzia hapa ni homoni ya follicle stimulating hormone, lakini pamoja na homoni ya luteinizing hormones. Hizi homoni huwa zinafanya kazi, moja inafanya kazi ya kufanya maturation ya ovary au lile yai, kulichavusha, kulikomaza likomae, lakini nyingine inafanya kazi ya kulitoa lile yai kutoka katika mji wa mimba. Lakini homoni ya pili ni luteinizing hormone ambayo hii yenyewe kazi yake ni kulitoa lile yai ambalo tayari limeshakomazwa na follicle stimulating hormone, kulileta katika fallopian tube kwa ajili ya fertilization na harakati nyingine za utungaji wa mimba kuendelea.